Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena katika mwendelezo wa hadithi ya Nabii Suleiman. Katika sehemu iliyopita, tulijifunza kwamba neema, mali, mamlaka na ufalme wote ni mitihani kutoka kwa Allah. Leo tutaendelea na tukio muhimu sana katika maisha ya Nabii Suleiman. Allah anatueleza katika Qur'an kwamba alimjaribu Nabii Suleiman na akaweka juu ya kiti chake mwili. Kisha Nabii Suleiman akarejea kwa Allah. Tukio hili linatufundisha kwamba hata mitume walikuwa wakipitia mitihani. Mwanadamu anaweza kuwa na mali nyingi, anaweza kuwa na nguvu, anaweza kuwa na mamlaka, anaweza kuwa na watu wengi wanaomzunguka, lakini hakuna mwanadamu anayeweza kujitegemea bila Allah. Funzo la kwanza: kila mtu anapitia mitihani. Wakati tunaweza kujiuliza, kwa nini jambo hili limenitokea? Lakini tunapaswa kukumbuka kwamba mitihani ni sehemu ya maisha. Mungu anaweza kumjaribu mtu kwa kumpa shida, na anaweza pia kumjaribu mtu kwa kumpa neema nyingi. Muhimu ni namna tunavyokabiliana na mtihani huo. Nabii Suleiman alipopitia mtihani huo, hakukimbilia kuwategemea wanadamu. Alimgeukia Allah. Na hapa ndipo tunapata fundisho kubwa sana. Unapokuwa na shida, usikate tamaa. Mgeukie Allah. Funzo la pili: usikate tamaa katika dua. Huenda ukaomba jambo leo na usione jibu mara moja. Usifikiri kwamba Allah hakusikii. Endelea kumwomba, endelea kumtegemea, endelea kuwa na subira, kwa sababu Allah ndiye anayejua wakati unaofaa na jambo linalokufaa. Nabii Suleiman alituonyesha kwamba mja anapaswa kumgeukia Allah wakati wa mtihani. Lakini kuna jambo lingine muhimu sana. Baada ya Allah kumrudishia Nabii Suleiman mamlaka yake, hakusahau kwamba uwezo huo ulikuwa kutoka kwa Allah. Hakusema, mimi nimeweza peke yangu. Alijua kwamba kila kitu kilikuwa katika uwezo wa Allah. Funzo la tatu: ukifanikiwa, usimsahau Allah. Watu wengi humkumbuka Allah wakati wa shida, lakini shida inapokwisha, wanaanza kuishi kana kwamba hawahitaji tena msaada wa Allah. Muislamu anatakiwa kumkumbuka Allah wakati wa shida na wakati wa raha. Ukiwa maskini, muombe Allah. Ukitajirika, mshukuru Allah. Ukiwa mgonjwa, muombe Allah. Ukipona, mshukuru Allah. Ukiwa huna kazi, muombe Allah. Ukipata kazi, mshukuru Allah. Hiyo ndiyo tabia ya mja anayemtegemea Mola wake. Ndugu yangu, hadithi ya Nabii Suleiman inatufundisha jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha yetu. Usimfanye mwanadamu kuwa tegemeo lako la mwisho. Wanadamu wanaweza kusaidia, na tunaruhusiwa kuomba msaada katika mambo wanayoyaweza, lakini moyo wetu unatakiwa kumtegemea Allah, kwa sababu Allah ndiye mwenye uwezo juu ya kila kitu. Nabii Suleiman alikuwa na ufalme mkubwa sana, lakini alijua kwamba ufalme huo ungeweza kubadilika kwa amri ya Allah. Ndiyo maana alibaki kuwa mnyenyekevu mbele ya Mola wake. Funzo la nne: unyenyekevu baada ya mafanikio. Ukipanda juu, usiwadharau waliobaki chini. Ukipata mali, usiwadharau maskini. Ukipata elimu, usiwadharau wasio na elimu. Ukipata cheo, usiwadharau watu wa kawaida. Kwa sababu leo unaweza kuwa na neema, lakini kesho hali inaweza kubadilika. Na kila neema iko mikononi mwa Allah. Kwa hiyo ndugu yangu, tunapomalizia sehemu hii, tukumbuke mambo haya manne. Kwanza, kila mwanadamu atapitia mitihani. Pili, wakati wa shida, mgeukie Allah na usikate tamaa. Tatu, usimsahau Allah baada ya kupata unachokiomba. 4, ukipata neema, mshukuru Allah na uwe mnyenyekevu. Hayo ndiyo mafunzo makubwa tunayoyapata katika maisha ya Nabii Suleiman, na hadithi yake bado haijaisha. Katika sehemu inayofuata, tutaendelea na miujiza na matukio ya ajabu yaliyotokea katika ufalme wa Nabii Suleiman, pamoja na mwisho wa maisha yake na somo kubwa sana ambalo Allah alituachia kupitia kifo chake.